Leo niko na chai. Leo niko na chai ya kanisa. Niliwaambia wakati anajiita pastor nani? Yule aliyetangaza kwenye television kwamba tuende tukanywe damu ya Yesu. Nilisema mimi kama ningekuwa na uwezo ningefika kule. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu amenipeleka kule kiroho. Nimefika kule kiroho. Ndio nimetoka kuamka hivi sijaosha hata uso. Sasa hivi nimepunguza kurekodi kazini kwa sababu hakuna vile nitaenda katika nyumba ya watu, kwenye compound ya watu, nikaanze kupiga makelele na kuna vitu pale kazini sijaviweka sawa. Kwa sababu nilispendi 1 week nikiwa hospitali na by the way kwanza sijawaambia, hospitali za huku ni nzuri. In case kama unasumbuliwa na matibabu na wewe uko na pesa zako, unaweza uka-apply visiting visa na ukaja ukapata matibabu. Huku hakuna eti daktari anakusikiza, halafu kwenye magonjwa 10 anakuandikia dawa moja. Hapana, kwenye magonjwa 10 wanafanya vipimo hatua kwa hatua. Naziogopa hospitali za kwetu kwa sababu zinaongoza katika utoaji wa figo. Siwezi ziamini. Ndio maana more than 10 years nimeishi tu nikinywa madawa. Sijishughuliki na kuenda hospitali. Imani imeondoka kwa sababu binadamu wamegeuka wanyama. Sasa kitu kimenifanya nije ni record asubuhi na mapema kabla sijaosha uso. Nimeona ile message ya pastor wa kutoka Mombasa alivyomtukana mheshimiwa rais. Nilisema nitachimba ama nitazungumza mpaka nifike to the point. Nilisema nitazungumza mpaka nifike to the point na nitazungumza kitu ninachokijua. Ndio nilianzia kule nyuma mazungumzo yangu kuhusu watu waliokuwa wakitoka bara, wakija pwani, wakiishi mistuni, ambapo nilizungumza kwa sababu ya kutaka majibu. Nilizungumza hivi kwa sababu natafuta majibu. Hawa watu walikuja pale, waliletwa na nani, na walikuwa wamekuja kwa ajili gani, na walikuwa wamekuja kufanya kazi gani. Nazungumza kwa sababu natafuta majibu. Sasa hivi naona dunia inazunguka inaelekea pale kwa circle. Kwa nini nataka kuzungumzia? Wameongea mapasta wengi, viongozi sijui kama ni mapasta ama ni supergate. Wameongea viongozi wengi wa makanisa, lakini nataka kuongelelea huyu wa Mombasa kwa sababu huyu ni kama ambaye ametumwa. Kwa sababu wale wasaidi ile nyingine hawawezi wakaongea, kwanza wataongea nini? Kwa sababu kila kitu chenye wanataka rais anawafanyia, rais anawasapoti. Kwa sababu rais ametoka katika dini ile na yuko na imani yake iko pale. Kwa hivyo ni lazima awatendee haki. Rais anatendea haki watu wote, lakini ni lazima kwanza wale ndo wanakuwa first class. Na hakuna mtu amelalamika, hakuna kiongozi wa Kiislamu amelalamika, hakuna mtu wa dini yote amelalamika, hatujalalamika sisi wa Kenya wote kwa jumla, kwa sababu rais anapopanga kazi yake na kuifanya, sisi raia wa kawaida hatuna matatizo. Matatizo sasa yanatokea na viongozi. Matatizo yanatokea na watu tunao wajua kama tuseme ni viongozi kwa jumla. Ukiwa kiongozi wa dini, ukiwa kiongozi wa shule, ukiwa kiongozi wa nini, wewe ni kiongozi. Na yule aliyekuja na wazo la kwamba matamshi yawe yanaangaliwa, alikuja na wazo zuri sana, avishwe pete. Avalishwe pete kwa sababu tusipoangalia haya matamshi, watu wataenda kufumka kwa mfumko kama sufi. Kila mtu ataenda njia yake kwa sababu yale matamshi mabaya yanaumiza ndani ya kifua. Wewe utaambiaje waumini wako kwamba
rais anapanga safari, akienda, akikopa, akiongeza matatizo. Yule unayemwelezea ametoka nyumbani kwake, hajakula chochote, amekuja kanisani ama katika nyumba ya ibada kupata faraja, unaivuruga ile faraja yake. Unatarajia nini? Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, makanisa ndiyo yanayoongoza vijana. Unajua sisi tukija upande wa Waislamu, mashehe hawaongozi vijana, kwa sababu kazi ya watoto vijana ni kazi ya wazazi, ni mambo ya kifamilia. Halafu nimeambia kwamba nimeenda katika hii mikutano ya Easter yenye ilikuwa inatangazwa kwamba ni watu waende wakanywe damu ya Yesu, na mimi pia nimefika kule kiroho. Katika yale mahubiri ama mazungumzo yalikuwa yanapita pale, hakuna hata neno moja la Mwenyezi Mungu. Ni maneno yaliyopangwa na watu. Halafu unasikia tu Yesu ndio anakuuliza, do you know God? Unasikia ati Yesu anauliza watu, do you know God? Halafu baba alisema sijui nini. Yaani maneno yanayozungumzwa pale sio maneno ya kumweka mtu imani, bali ni maneno ya kuvuruga mtu imani. Okay. Walisema kuwa kuna video moja ilipita, bado niko nayo. Unajua kuna some videos zinapita na nazihifadhi kwa sababu ninahitaji ushahidi, ninahitaji connection. Ilisema kuna pasta mmoja alisema kuwa Kenya ni taifa la Kikristo. Kenya ni taifa la Kikristo. Okay, na ndio nikaja nikajumuisha hiyo video na rais wa Marekani ambaye yupo sasa hivi. Kwa hivyo Ukristo ndio unaotumika kuvuruga hii dunia. Sizungumzii Wakristo wenyewe. Hapa ninazungumzia Ukristo. Ndio unaotumika kwa sababu yule alisema kwamba Kenya ni taifa la Kikristo. Hiyo ni moja. Ndio unaotumika kuvuruga hii dunia, ndio kwa sababu yule rais wa Marekani hakutaka kuapa kwa Biblia, kwa sababu utakapoapa na ile Biblia ni kwamba wale wanakuja kukutawala, yani wanakuja kukupangia, kama vile huyu pastor alivyosema kwamba Kenya ni taifa la Kikristo, wakati katiba inasema Kenya ni taifa la dini tofauti, taifa huru. Uwe na dini, uwe huna dini, uwe ni taifa huru. Lakini yeye akaja kutuambia kwamba Kenya, hapa ninajibu matamshi yao, Kenya ni taifa la Kikristo. Tukanyamaza, hatukucomment chochote. Lakini sasa ule Ukristo wenyewe ndio huu sasa tunauona. Kwa sababu tukisema katika uchunguzi wangu, watu wanavyosema kwamba rais ni mbaya, rais ni muuaji, watu wanajitetea kwenda kutafuta maombi kanisani. Halafu pale kanisani kiongozi wa kanisa anamtukana rais. Mnaona kweli hapo kuna connection baina ya rais na kanisa? Hakuna, isipokuwa ni rais ndiye anayefuata nyayo za kanisa. Na huyu pasta wa Mombasa amekuja kuizungumza punde tu baada ya rais kupointi finger hospitali zinazotoa figo kiholela. Hili swala hatujaliacha na hatutaliacha na bado tunalifuatilia. Sasa nataka kumwambia huyu pasta wa Mombasa, nataka kumwambia huyu pasta mmoja peke yake kwamba kama yeye ana nguvu za kuleta aibu za rais ama matatizo ya rais ama kumkosoa rais, akavikusanya akavieka mezani, nataka vile vile alete maneno ya Mackenzie, kwa sababu mpaka sasa hivi kesi inaendelea, hatujapata majibu. Kumbe yeye yuko pale, majibu yuko nayo, kwa sababu kutoka Mackenzie ashikwe aekwe gerezani, mauaji hayajapungua na ni mauaji yanayoanzia kanisani. Niko na clip pia nita-update. Mauaji yanaanzia kule kanisani. Kinachonisikitisha ni nini kuhusu haya yote yanayoendelea? Wakati wageni wanaoishi katika taifa letu wanapopeleka watoto wao vacation nchi za nje, mtoto wa Kenya anaenda vacation Kamiti kwa kesi za mauaji. Wageni wanapeleka watoto wao nje kwa pesa ya damu ya Mkenya. Mnatuambia nini hapo? Mnatuelezea nini? Nahitaji majibu.